Naam, mtazamaji, alidhaniwa kuwa msichana katika maisha yake yote tangu alipozaliwa. Wengi walimpea jina Mary Waithera ambalo ni jina la nyanyake. Alipoingia shule ya upili akafanywa kuwa head girl katika shule yake ya upili. Lakini uchunguzi wa madaktari umethibitisha sasa kwamba yeye ni mwanaume. Ndiye anatupambia sehemu yetu ya swala nyeti hii leo. Karibu mtazamaji, jina langu ni Zubeida Kome. Labda pia nimtambulishe ndio muweze kumuona James Karanja. Hujambo? Sijambo sana. Nikuita James ama nikuita Mary? James. Wewe ni James? Mimi ni James. Utatueleza historia yako, ilifikia wapi kwamba ulizaliwa hadi miaka 24 sasa ndio inagunduliwa kwamba wewe ni mwanaume? Naam. Utakuwa ukitueleza mengi zaidi. Sijui mtazamaji una ushauri gani kwake, hasa katika jamii. Tunajua kuna wengi huenda wakaanza kumdharau sasa, iweje kwamba maisha yote ameishi msichana lakini sasa amekuwa mwanaume. Ushauri wako kwa James Karanja ni upi? Kando yake ni Marian Nyambura aliyesoma naye katika shule yake ya upili. Marian, hujambo? Karibu kwenye jukwaa. Asante sana Zubeida. Ilikuwaje kwamba ulisoma naye na hamkugundua hata siku moja kwamba yeye ni mwanaume? Kwanza tumemzoea kumuita boy, na kwa sababu ya kumuita boy ni kwa sababu alikuwa very disciplined na alikuwa tu ni tomboy. Sasa tusije tukagundua ni kwa sababu alikuwa very disciplined na a free spirit. Alikuwa rafiki wa kila mtu. Naam. Mlikuwa marafiki sana licha ya kwamba ulikuwa darasa 2 mbele yake. Ndio. Utakuwa ukitueleza mengi zaidi. Je, una swali lolote au ushauri wowote kwa James Karanja ambaye kwa sasa anajaribu kupata kitambulisho lakini vyeti vyake vyote vinaonyesha kwamba yeye ni msichana? Je, una ushauri gani kwake? Ungependa afanye nini? Wasiliana nasi kupitia nambari 22155. Wasiliana nasi kwa njia ya simu au pia utufikia kupitia mitandao ya kijamii. Lakini kwanza tuanze na vidokezo. Kamati maalum ya JSC yatangaza kuwa Jaji Philip Tunoi ana kesi ya kujibu. Je, ana nafasi ya kujinusuru? Jamii ya Wasomali kaunti ya Taita Taveta yadai kubaguliwa kwenye utoaji wa vitambulisho. Na kwenye swala nyeti tunaangazia maisha ya mvulana wa miaka 24 aliyedhaniwa kuwa msichana tangu utotoni. Jaji Philip Tunoi sasa atachunguzwa rasmi na jopo maalum litakaloteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta. Haya ni kufuatia mapendekezo ya tume ya huduma kwa mahakama kufuatia ushauri wa kamati maalum ya uchunguzi iliyowasilisha ripoti yake leo. Akiwahutubia wanahabari nje ya jengo la mahakama ya juu, rais wa mahakama hiyo Willy Mutunga amesema ipo haja vilevile kwa gavana wa Nairobi kuchunguzwa kwa madai ya kumhonga jaji huyo. Judicial Service Commission has this afternoon received the report of the special committee set up on 27th January 2016 to inquire into the allegation of bribery against Honorable Mr. Justice Philip Tunoi. The Commission has deliberated upon and adopted the report. The Commission is satisfied that from the totality of the material and information presented before it, there was inappropriate interaction and communication between the Honorable Mr. Justice Philip K. Tunoi and agents of a litigant in a matter pending before the Supreme Court. This, in the opinion of the Commission, amounts to gross misconduct and misbehavior sufficient to warrant the establishment of a tribunal to further investigate the matter. Secondly, as to whether or not there is material to suggest that a bribe was given to the Honorable Mr. Justice Philip Tunoi on 27 August 2014 in order to influence the decision in Supreme Court election petition number 18 of 2014, Evans Odhiambo Kidero and 4 others against Ferdinand Waititu Ndung'u and 4 others
to favor the petitioner, the Commission is satisfied that this is an issue that requires further investigation by the said tribunal. Arising from the foregoing, the Commission is satisfied that a prima facie case of gross misconduct and misbehavior has been disclosed against the Honorable Mr. Justice Philip K. Tunoi. The Judicial Service Commission shall therefore recommend to His Excellency the President that a tribunal be established to investigate the matter. Na mtazamaji, Jaji Philip Tunoi ambaye amekuwa akikana madai dhidi yake amesema yuko tayari kujitetea na kutoa yale ambayo anayajua mbele ya jopo maalum litakalobuniwa. Tukiwa tungalipo katika swala hili ni kwamba gavana wa Nairobi Evans Kidero amehusisha sakati inayomkabili Jaji Philip Tunoi na siasa zinazotatiza mahakama ya juu. Akizungumza katika hafla moja mjini Naivasha, Kidero amesema kuwa waliomhusisha na madai hayo walifanya hivyo kwa nia ya kumharibia sifa. Madai haya yanasema Kidero alimhonga Jaji Tunoi kwa kima cha shilingi milioni 200 ili kutoa uamuzi wa kesi iliyowasilishwa na alikuwa mgombea wa kiti cha ugavana kaunti ya Nairobi mwaka 2013 Ferdinand Waititu. Uamuzi uliomfaidi gavana Kidero, ila amekana madai hayo. You can see I'm not nervous, and I think I really don't want to get involved in this saga. It's a judiciary saga which has got nothing to do with me. But I hope, sense will prevail, sense of fairness will prevail, and the constitutional processes that are mandated in our constitution will take place. And if I'm required to say what I know about it or what I don't know about it, which is most of it, I will say so. I will sue everybody, even yourselves, if you say anything about it. Na mtazamaji, kwa taarifa za kina usikose kutizama taarifa zetu za mwendo wa saa 1 ambapo tutakuletea taarifa za uchambuzi wa sakata hii inayomzingira Kidero na Jaji Tunoi. Lakini sasa tuingie moja kwa moja katika sehemu yetu ya swala nyeti, ambapo nilikueleza kwamba tangu utoto wake alipozaliwa alijua kwamba yeye ni msichana. Akaenda shule ya upili ya wasichana. Akalelewa katika mazingira ambayo kila mmoja alimtambua kuwa msichana. Lakini baadaye alipohitaji kitambulisho akaenda hospitalini akafanywa uchunguzi na madaktari sasa wamethibitisha kwamba yeye ni mwanaume. Na ndipo sasa tumemwalika leo studioni kuangazia changamoto hasa anazokumbana nazo katika jamii, tukijaribu kuona ni vipi anaweza kusaidika. James Karanja, karibu tena kwenye jukwaa la KTN. Kando yake ni Marian ambaye ni rafiki yake na aliyesoma naye katika shule ya upili. Marian, karibu sana kwenye jukwaa la KTN. Asante. Labda James, tuanze na ulizaliwa wapi? Nilizaliwa Naivasha. That was in Naivasha District Hospital. Naam. Mwaka upi? Ilikuwa 1991. 1991. Yeah. Na tangu utotoni ulilelewa na nani? Kwanza nililelewa nyanya yangu, mamangu alipokuwa ameenda kutafuta kazi. So baada ya hapo baada ya mamangu kupata kazi akanikujia, lakini nikakaa naye till I was 7 years. Nikarudi kuishi na nyanyangu. Kwa hivyo maisha yote umelelewa na nyanyako? Naam. Lakini mamako pia yuko? Ako. Yeah. Na katika familia yenu mko wangapi? Okay. Mimi niko na sister tu mmoja. Yeah. Ambaye unaishi naye kwa sasa? Hapana, she lives in children's home. Kwa nini? My mother is mentally challenged. Sasa nikaona siwezi kumtimizia mahitaji yake dadangu. So baada ya kuonekana anahangaika, children's home waliingilia kati na wakaanza kumchukua. Yeah. Kwa hivyo wewe sasa ukahamia katika nyumba ya nyanyako ama bado unaishi na mamako? Mimi naishi na mamangu. I take care of my mom. Yeah, she's mentally challenged, so I take care of her. Yeah. Na labda maisha ya utotoni hakuna mtu yote ama uliambiwa wewe ni nani? Wewe ni msichana ama ni mvulana? Uliambiwa nini? I grew up knowing that I was a girl. Kulingana na vile sasa mzazi wangu alikuwa ameamua mimi ni msichana. Yeah. Labda utufafanulie ni nini ambacho kilimfanya yeye kuamua kwamba wewe ni msichana? Okay, nilipozaliwa alikuwa, kulingana na vile mimi ufikiria, alikuwa anafikiria labda mimi ni hundha. So kwa ile benefit of doubt akaniamua kunifanya mimi msichana. Because my genitalia, it's an ambiguous genitalia, haikuwa fully developed. So it is like between my scrotum, viungo za uzazi sasa vya kiume, there's a cleavage. So that cleavage, it has no opening actually.
but my penis glands ilikuwa imelalia hapa, so wakati wa kwenda msaada, that is haja dogo, nilikuwa nakojwa kama msichana, so nafikiria hiyo ndo maana ilifanya wao wafikiria they should the girls part is already nene it's more dominant kwa mwili yangu kuliko ya kijana. Kwa hivyo unachomaanisha ni kwamba ulikuwa na viungo viwili kulingana na maono yao. But kulingana na daktari, I have nothing in a woman. Yeah, na kwa hivyo walikuambia wewe ni msichana na maisha yote ya utotoni ulijua kwamba wewe ni msichana. Tabia zote zako zilikuwa za kisichana? Hapana. Hapana. Sasa hapo ndo ilikuwa inaleta contradiction. Juu kama ni kucheza nikiwa mdogo, I never played with girls. I was always nacheza ile michezo vijana ucheza. Sasa nilipoingia primary, sasa I was also the best in any male dominated game. Yeah. So hata ile wakati watu usema it's break time kwa primary school, mimi nilikuwa nalala na vijana. I never feared. Yeah. Lakini bado unavaa nguo za kike? Bado nilikuwa navaa nguo za kike. Yeah. Na umetueleza una sister, una dada mmoja katika. Ulikuwa ukimuuliza maswali ama ni mdogo wako? No, yule ni mdogo wako. Lakini ulikuwa ukiuliza maswali kwamba mbona kuna kitu ambacho ulikuwa unaona kikiwa tofauti baina yako na watoto wengine? Hapana. I thought sikuwahi pata chance ya kuona msichana mwingine, so I thought kila msichana ananikaanga vile meuka, unaona. So sikuwa iona ikiwa big deal. I was just taking it as I'm a normal person, so let me go on with the life. Yeah. Tuseme sasa mnaenda dukani kununua nguo, mnaenda mnaona nguo anazokununulia ni za kike. Ulikuwa unasikia? You know, the funniest bit kwa story yote, pia walikuwa wananunulia nguo za vijana, lakini sasa nguo za shule ndo nilikuwa navaa nguo za kike. Yeah. Na ukizivaa ulikuwa na hisi tofauti? At that time I was feeling no difference because I thought kan kucheza football I was the best. So I thought it's just a talent, like mtu naona akikimbia na win a medal, so I thought this is a pure talent. Yeah. Na ukapewa jina Mary Waithera. Nani alikupea jina Mary Waithera? I was ni kulingana na nini traditions. So if you are the first child from and your mother is not married, you are named after your grandparents. So mimi nilipatwa kwa sababu my mom alikuwa ameoleka, sasa nikaitwa jina nyanyangu, nikapewa jina nyanyangu. Kwa hivyo Mary Waithera ni jina la nyanyangu. Haukulelewa na babako? La hasha, sina. Ulikuwa unamjua? From a single parent. No. Hata haujawahi kukutana naye? Hapana, sijawahi. Shule ya msingi ukamaliza, ilikuwa ya wasichana ama ilikuwa mixed? It was mixed. Ilikuwa mixed. Ilikuwa mixed school. Yeah. Hadi darasa la 8? Hadi darasa la 8. Only that nilikuwa sasa bado nilikuwa na zile feelings za kijana. Kuna vile nilikuwa na misbehave. I recall mwalimu wangu wa hisabati nikiwa primary school. He one day told me, but aliniambia na Kikuyu, Edori mwire tuweke, yani wewe si msichana, you are just a boy. So but that time I was young. I never took anything then in that manner ya kukwati I need to rethink vinyi nimeambiwa. Yeah.